Hello guys, karibu katika session yetu ya 6 ya matumizi ya mfumo wa ESS, ambapo kwa siku ya leo tutaangazia moduli ya uhamisho, moduli inayomwezesha mtumishi kuweza kutumia mfumo ili kuweza kuomba uhamisho. Kwa hiyo hatua ya kwanza, hakikisha kompyuta yako imeunganishwa na mtandao wa internet kama inavyoonekana. Lakini hatua ya pili, fungua browser ya internet na sehemu ya juu ya address bar andika address ya mfumo ambayo ni ess.utumishi.go.tz. Baada ya hatua hiyo, press enter katika keyboard. Na baada ya interface ya mfumo kufunguka ya login page, sehemu ya username andika check number na sehemu ya password andika password ya mfumo. Na baada ya hatua hiyo, click button ya login. Na baada ya kuingia katika dashboard ya mfumo kama inavyoonekana, mtumishi hatua inayofuata ataclick moduli ya uhamisho. Kwa hiyo jambo la kwanza, kabla mtumishi hajaanza maombi ya uhamisho, hatua ya kwanza lazima ahakikishe amefanya attachment ya CV katika mfumo. Kwa mtumishi ataclick moduli ya my CV, na baada ya hatua hiyo utafunguka uwanja ukuweza kumwezesha mtumishi kuweza kufanya attachment ya CV. Na baada ya hatua hiyo, mtumishi atajiuliza swali mojawapo kwamba ni aina gani ya uhamisho anahitaji kuomba. Kwa hiyo click transfer request. Baada ya hatua hiyo, kama mtumishi anaomba uhamisho wa kawaida, yani normal transfer, mtumishi lazima aombe vacance request. Kwa hiyo jambo la kwanza, mtumishi ataclick vacance request ili kuweza kuomba nafasi katika taasisi au halmashauri anayotaka kuhamia. Kwa hiyo jambo la kwanza, ili create vacance, hatua ya kwanza click create vacance request. Na baada ya hatua hiyo, sehemu ya create form itaonyesha jina la taasisi uliopo, lakini sehemu ya 2 mtumishi atachagua taasisi anayotaka kuhamia. Mfano National Audit. Na baada ya hatua hiyo, sehemu ya chini kabisa mtumishi atapaswa kuclick with recategorization, lakini sehemu ya chini utachagua designation. Kwa mtumishi atachagua cheo chake, mfano Information and Communication Technology, Information Officer 2 mfano. Na sehemu ya select reasons, mtumishi atachagua sababu ya uhamisho wake. Lakini baada ya hatua hiyo, mtumishi hakikishe sehemu ya CV sehemu hii iwe imetikiwa kama inavyoonekana. Na baada ya hatua hiyo, mtumishi ataclick save. Na baada ya hatua hiyo, utafunguka uwanja mwingine wa kumwezesha mtumishi kuweza kutuma hayo maombi ya vacance. Na baada ya kujibiwa kwamba nafasi imepatikana katika taasisi anayohitaji kuhamia, mtumishi atarudi kwenye mfumo na kukliki moduli ya transfer request. Na baada ya hatua hiyo ataclick transfer request, ikimaanisha sehemu hiyo ni sehemu ya kutuma maombi yale ya kawaida, normal transfer. Kwa hiyo baada ya hatua hiyo, sehemu ya kulia click create transfer request. Na baada ya hatua hiyo, sehemu ya from itasoma jina la taasisi mtumishi anakufanyia kazi, na sehemu ya to region mtumishi atachagua mkoa husika anapohamia. Kama ni mkoa wa Morogoro, mtumishi atachagua. Lakini sehemu ya institution type, please select institution type. Kwa hiyo mtumishi atachagua kwa mfano to any institution not under local government na kadhalika. Na sehemu ya chini kabisa mtumishi atachagua sababu ya uhamisho, ya kuomba uhamisho. Kwa mfano to pursue new challenges, mtumishi atachagua sababu husika. Na baada ya hatua hiyo click save. Na baada ya hatua hiyo
utafunguka uwanja mwingine wa kumwezesha mtumishi kuweza kutuma maombi yake ya uhamisho. Na baada ya hatua hiyo, kama mtumishi anahitaji kutuma maombi ya kubadilishana kituo cha kazi, hakikisha utaklik katika moduli ya transfer request, na hatua hiyo mtumishi ataklik exchange request. Na baada ya hatua hiyo, sehemu ya kulia mtumishi ataklik button ya create exchange request. Katika hatua hii, katika fomu hii mtumishi ataspecify designation, either anataka kuhamia kwenye organization au region. Kwa hiyo kama ni kwenye organization, mtumishi atachagua organization, na sehemu ya to organization mtumishi atachagua taasisi husika anayotaka kuhamia, mfano NHIF. Kwa mtumishi atachagua, na baada ya hatua hiyo, sehemu ya chini atachagua reasons, sababu za uhamisho, mfano to pursue new challenges, atachagua sababu husika, na baada ya hatua hiyo click save. Na baada ya hatua hiyo, baada ya ombi hilo kukamilika, utafunguka uwanja mwingine wa kumwezesha mtumishi kuweza kutuma ombi lake la exchange request. Naamini kwa sehemu nitakuwa nimekupa uelewa wa namna ya kutumia mfumo wa ESS, hususan katika moduli ya maombi ya uhamisho. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili tuendelee kuletea videos mbalimbali zinazoelezea matumizi ya mifumo na teknolojia kwa ujumla.